Kuna filamu moja maarufu inaitwa Signs. Katika filamu hii wahusika walitingwa sana na viumbe vya ajabu kutoka nje ya dunia, na walitingwa kiasi cha kushindwa suluhu kabisa ya namna ya kuvitokomeza. Sasa mbele ya mchezo, katika pigana za hapa na pale na wale viumbe, basi wale wahusika wakagundua hawa viumbe wanaweza kufa kwa maji, yaani wakimwagiwa tu maji ya kawaida haya wanakufa. Kwao ikawa ni njia nyepesi katika tatizo kubwa. Kama umewahi kuona hali kama hizi kwenye filamu ambapo wahusika wametingwa sana na hawana namna yoyote ya kutoboa, na ikatokea ghafla wamepata suluhu kubwa ya moja kwa moja, hiyo inaitwa Deus Ex Machina. Mambo vipi? Mimi ni Tom Jones. Karibu katika Sinema Somo. Kumbuka kusubscribe ili usipitwe na masomo mbalimbali kuhusu filamu. Na siku ya leo tunagusia zana ya usimuliaji wa story inayoitwa Deus Ex Machina. Deus Ex Machina ni zana ya usimuliaji wa story ambapo katika hadithi yako kuna tatizo kubwa sana ambalo limekosa suluhu, nalo linakuja kutatuliwa kwa suluhu ya haraka, aidha kupitia mtu, tukio au nguvu ya ajabu bila ya kuandaliwa hapo kabla. Deus Ex Machina inapingana na zana zote tulizozigusia hapo kabla, yani Chekhov's gun na foreshadowing. Kwa kifupi, katika Deus Ex Machina suluhu hutokea ghafla sana bila ya kuwa na dalili hapo kabla na bila ya kuwepo kwa hatua ama juhudi za wahusika hapo kabla. Neno hili ni neno la Kigiriki likiwa linamaanisha Mungu kutokea kwenye mashine, na lilikuwa linatumika katika tamthilia za Kigiriki likiwa linabeba maana nzima ya kusema Mungu anashuka jukwani kutokea juu kwa ajili ya kuleta suluhisho la mgogoro au tatizo kubwa la hadithi. Kwa lugha rahisi, tukio utalita Deus Ex Machina pale ambapo mhusika anatokea ghafla bila ya sisi kumjua hapo kabla na anaokoa kila kitu kilichopo, au nguvu ya ajabu inatokea ghafla na kuokoa kila jambo linaloendelea, au kwa namna nyingine kitu kinapatikana na kusaidia kutatua kila tatizo lililopo hapa bila ya kuandaliwa hapo kabla. Na tukio hili linapotokea huwa ni hatari sana, kwa sababu mtazamaji atasema hili halina logic yoyote ya story, au hili jambo halikuwepo kwenye story. Kwa hiyo linaweza kupunguza uwezo wa mtazamaji kuamini story yako ama kwenda kihisia pamoja na story yako. Unaweza kutumia Deus Ex Machina kwanza ni pale plot inapokwama. Hii inamaanisha unapokuwa unaandika ikatokea hauna suluhu ya jambo au mgogoro unaoendelea kwenye stori yako, basi unaweza kuibua kitu, mhusika au nguvu ya ajabu kwa ajili ya kuokoa wahusika wako au kupata suluhu ya mgogoro uliopo. Namna ya pili ambayo Deus Ex Machina inaweza kutumika ni kusisitiza maudhui ya kuwepo kwa nguvu za ajabu au miungu au miujiza katika stori yako. Sio lazima uwe umeandaa, unaonesha kwamba yawezekana muda wowote maajabu yanaweza kumtokea mtu yoyote. Kwa maana hiyo, kama wewe lengo lako ni kuonesha uwepo wa miungu au nguvu za ajabu, unaweza kutumia Deus Ex Machina bila hata ya kutuandaa hapo kabla. Namna ya tatu ambayo unaweza kuitumia Deus Ex Machina ni pale unapokuwa unataka kuwashtua watazamaji. Lengo lako ni kuwapa labda taarifa au mhusika au kitu ambacho hakikutegemewa na kinaleta mshtuko kwenye filamu. Basi ukitumia Deus Ex Machina utafanikiwa kuwashtua watazamaji kwa sababu ulikuwa hujawaandaa na hilo jambo au mtu au nguvu ya ajabu. Deus Ex Machina iko kwa namna nyingi tofauti, lakini nayo ina aina zake kuu. Aina ya kwanza ya Deus Ex Machina ni mtu, kwamba unamuingiza mhusika mpya ambaye anakuwa anakuja kuleta suluhu ama kuokoa wahusika wengine. Aina ya pili ni kitu. Iwapo wahusika wanapambana kuhusu jambo fulani, unaleta kitu ambacho kinakuwa ni suluhu katika tatizo hilo, licha ya kuwa hicho kitu hakijawahi kutajwa hapo kabla. Aina ya tatu ya Deus Ex Machina ni nguvu. Yawezekana ni mhusika ukampa nguvu ya ajabu ambayo tulikuwa hatuijui hapo kabla,
au kunakuwa na nguvu ya ajabu ambayo inawaokoa wahusika na kuleta suluhu kwenye stori yako. Aina kuu ya 4 ya Deus Ex Machina ni taarifa. Hii inaweza kuwa ni taarifa ya siri ambayo sisi muda wote hatukujua kama watazamaji, lakini kama mwandishi unatuletea ghafla, lengo lako likiwa ni kupata suluhu ya haraka kwa mgogoro unaoendelea. Taarifa hii inakuwa haijajengewa misingi ya kujulikana tangu tunapoanza stori, ila kama mwandishi unaweza kuileta kupata suluhu ya mgogoro wako kwa kuwa plot inaelekea kukwama. Hii ni mifano baadhi ya Ex Machina zilivyotumika katika filamu. Mfano wa kwanza ni kupitia filamu ya War of the Worlds. Katika filamu hii, aliens walikuwa wamewatinga sana binadamu na binadamu walikosa mwelekeo na ilikuwa inaonyesha ni wazi wanaweza kuangamia wote. Lakini ghafla bakteria wa kutoka hapa duniani wanajitokeza hapo mwishoni na kuwa suluhu kwa tatizo lililopo la aliens. Kwa hiyo hii ni moja ya classic Ex Machinas ambapo suluhu ilipatikana bila ya juhudi yoyote ya binadamu. Mfano mwingine pia tutarudi kwenye ile filamu niliyoiongelea hapo kabla ya Signs, ambapo pia kulikuwa kuna aliens na binadamu wakakosa suluhu, lakini katika purukushani za hapa na pale alien mmoja akaangukiwa na maji. Yale maji yalivyomwagikia yakamuumiza na kutengeneza donda kubwa, na hapo binadamu akajua kumbe suluhu ni kutumia maji. Hii inaonyesha ni wazi haikujengwa hapo kabla, bali imeletwa kama suluhu kwa kuwa plot ilikuwa inakosa mwelekeo na suluhu hakuna, kwa sababu tatizo lilikuwa ni kubwa kuliko uwezo wa binadamu. Mfano mwingine ni kupitia The Matrix, ambapo Neo anaonekana kufanya makubaliano na mashine na suluhu inatokea ghafla kupitia high powers, jambo ambalo limekuja ghafla na ni Deus Ex Machina. Kwamba inakuwa ina maana gani sisi kufuatilia story wakati kumbe kulikuwa kuna suluhu tangu kabla? Sasa ni namna gani hizi Deus Ex Machina zinaweza kufanya kazi vizuri? Deus Ex Machina inafanya kazi vizuri iwapo kwanza iliandaliwa mapema. Labda ulianza kwa kuweka dalili za foreshadowing kidogo, na hizo dalili zikakusaidia mbele katika kuleta suluhu hata kama kwa kulazimisha. Pili, Deus Ex Machina inaweza kutumika kama unaandika story ya satire. Yaani lengo lako ni kuweka drama ambazo zinagusia mambo ya uhalisia, lakini ili kuepuka expectation au matarajio ya watu, unaingizia Deus Ex Machina ili uendelee kubaki kwenye satire yako. Namna nyingine nzuri ambayo unaweza kutumia Deus Ex Machina ni pale ambapo filamu yako dhamira zake kuu ni kuhusu nguvu. Labda tunaongelea majaliwa au destiny au miujiza au Mungu. Kwa hiyo ukiitumia Deus Ex Machina inakuwa ni sawa kabisa. Unawezaje kuepuka Deus Ex Machina? Wewe kama mwandishi kumbuka kutumia zana nyingine tulizozitumia, ikiwemo kuplant na kupay off, yani Chekhov's gun, kwamba unapandikiza kitu lakini mbele unakuja kukitumia, sio kwamba kinatokea ghafla mbele bila wewe kupandikiza hapo kabla. Njia nyingine ni wahusika washiriki katika kupata suluhu. Hii ina maana wahusika wasikae kutazama suluhu ya tatizo lao, kwamba mtu mwingine au kitu au nguvu ya ajabu imewasaidia. Hapo utakuwa umeangukia kwenye zana ambayo si nzuri sana ya Deus Ex Machina. Na kingine ni kwamba matukio ambayo unayoyaweka katika filamu unayapandikiza matukio ambayo yana matokeo yake. Isitokee matokeo ya ghafla bila ya kuwepo kwa tukio la kabla lililopelekea matokeo hayo. Mwisho wa siku, Deus Ex Machina ni nzuri iwapo dhamira kuu au tuseme maudhui makubwa ya filamu yako ni kuhusu uwepo wa nguvu za ajabu, ni kuhusu watu kupitia majaliwa yao au kuonesha namna binadamu anaweza kufanya mwingiliano wa kiroho. Vinginevyo inakuwa inaondoa uhalisia wa story na wahusika wanaonekana kuwa cardboard characters, yani watu ambao wanapata suluhu bila ya bidii yao
bali kusaidiwa na nguvu ya tatu bila wao kuchangia lolote. Je, una filamu gani ambazo ulizitazama ambazo kulikuwa kuna mhusika wa ghafla au kitu cha ghafla ama nguvu ya ajabu ambayo haikuwekwa hapo kabla, lakini ikasaidia kuleta suluhisho kuu la stori yako? Kumbuka kuandika kwenye comment mifano hiyo, na pia kumbuka kusubscribe, kwani kuna video nzuri kuhusu masomo ya filamu na namna gani unaweza kufanya filamu nzuri pale ukiwa peke yako. Tukutane video inayofuata.